Amen. Amen. Wapikie praise and worship makofi tafadhali. Asante kwa uimbaji mzuri ambao umeweza kutuinua siku hii ya leo. Your Excellency the President, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, wageni wengine mashuhuri ambao wamekuja pamoja na rais, viongozi watapaka mbalimbali, makanisa ambayo yamekusanyika hapa kwa ajili ya ibada ya pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Salamiane hewani sisi sote. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Ningependa kumshukuru Mungu kwa kutupa kibali kwamba siku hii, siku iliyo ya kipekee, kwamba tuje pamoja kwa ajili ya ibada ya pamoja ya maombi, na pia tuombee hii nchi yetu, because in unity there is power. Ningependa kusema asante kwa Mheshimiwa Rais kwa kukubali kwamba uje siku hii ya leo, and I want to appreciate you because you are not new in this place. This is the second time you are sitting on this ground ya Kivayo Primary School. Wananchi si hivyo? Kwa hivyo sisi tumebarikiwa kuhost president within 3 years. Yeye alikuwa hapa 2021, saizi ako pamoja nasi, si furaha? Kwa hivyo tunasema asante watu wa mji huu, watu wa Lugari. Asante pia mheshimiwa wetu ambaye amefanya mikakati hiyo na kanisa la interdenomination kuhakikisha kwamba tukae pamoja na rais wetu. Asante. The first time you came, that is when you are launching the Bible College for the Quakers. Ukiwa hapa iko pale, it is almost complete, na Mungu akipenda atatusaidia tuwe na mambo ya kuchangisha mbele ili tukaweza kulimaliza. However, today the theme of the day is the power that is in unity. The power that is in unity. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu zilizo katika umoja. Na ningependa kusoma kitabu cha Zaburi. Huyu mwandishi wa Zaburi akiwa ni Daudi anasema uzuri ulio katika umoja, na Mwingereza akasema unity is power. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Zaburi 133 mstari wa kwanza hadi 3 inasema hivi. Psalms, read in English. Psalms chapter number 133 verse 1 to 3. And this is what the Bible says. How good and pleasant when God's people live together in unity. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. The maneno ambayo yanafuata yana describe how unity is good. Verse 2 says, it is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard. That one explains how powerful, how good unity is. Verse inaendelea kusema, down on the collar of his robe. Verse 3, it is as if dew of Hermon were falling on Mount Zion. For there the Lord bestows his blessings, even life forevermore. Somo libarikiwe. Because there are powerful words coming from this scripture, and it underscores the importance of unity. Kwa sababu nilisema mwanzo kwamba katika umoja kuna nguvu. Watu wanapotembea pamoja, nchi inapotembea pamoja, familia inapotembea pamoja, kuna nguvu katika
hali kama hiyo. And that's why we want to appreciate the Pastors Fellowship ya Matete kwa kuweza kuamua kwamba tuje pamoja ili tuwe na ibada ya pamoja, because it touches the heart of God. Bwana Yesu asifiwe. When you come together like this, it actually touches the heart of God. And how does it touch the heart of God? Number one, the Bible says in the same verse, number 1, that it is good. If we can refer to verse 1, kwamba it is good, yani ni nzuri tu wapendwa kuweza kukutana pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Tell your neighbor, it is good for brethren to come together. It is powerful. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo inapendeza Mungu, na inapendeza Mungu mwenyewe. That's why I said, when you come together as a nation and speak with one voice, there is power. Bwana Yesu asifiwe. When you are a church and you come together and speak with one voice, there is power in that. How? One, the Bible says it pleases God. It is good and it pleases God. Wewe ukichua tu kwamba kitu hiki kinampendeza Mungu, I think it is your joy. Bwana Yesu asifiwe. Because the Bible says that the joy of the Lord is my strength. Hello? Bwana anapofurahi na sisi tunapata nguvu, we are energized. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo inapendeza Mungu. Inapendeza hata nchi kwamba tukaweze kutembea pamoja ili nchi ikaweze kuendelea, because tukitembea pamoja kama nchi, ninajua kwamba we are able to achieve more. Bwana Yesu asifiwe. Tukilumbana kama nchi, tutakuwa katika malumbano when we are supposed to do development. Tunalumbana at the expense of development. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo viongozi walio mahala hapa, makanisa, viongozi wa serikali, mark this word, that it pleases God when we work together as a team. Familia zinapotembea pamoja, familia ambazo zimesambaratika, you will never realize a lot of development. True or false? Familia kila siku, kila saa, mama ndio huyo anakombanisha mzee, anakombanisha watoto every morning. They waste time. Instead of doing development, wako katika malumbano. Instead of doing development, wako katika hali ya kuita watu wakuje wafanye case. Bwana Yesu asifiwe. But when you unite together, when you move together as a nation, we are praying as a church, as the clergy, that let us put this time ambayo Mungu ametupatia, tukaweze kutimiza yale ambayo tuliakiza wananchi. Bwana Yesu asifiwe. We don't want to have a cycle where whenever we finish elections, immediately we finish elections, tunaanza campaign. Bwana Yesu asifiwe. When we finish elections, it is now the time to fulfill your promises. Na ninajua kwamba when you narrow down to development, the Lord will be revealed. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo it pleases God. It is powerful. It brings people together. Unity does not mean that we are uniform. We can have diverse ideas, but accommodate others and move together. It is not about uniformity. Yeah, we can never be the same. But we can embrace the ideas of the others so that we can be able to move as a nation, as a church, ili tukaweze kutembea katika njia ya maendeleo. Na hayo ndiyo mambo ambayo yanapendeza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, that is what the Lord is speaking to us this morning. And number 3, that in unity, verse 3, it says, for there the Lord bestows his blessings. Do you want to get a blessing? This is the beginning of getting a blessing. When you move in unity, verse number 3, but P, the Bible says, for there the Lord bestows his blessings. Kwa hivyo, you are here and you are lacking blessings in your church. The beginning point of the church getting blessed is moving in unity. Bwana Yesu asifiwe.
kutembea katika. How I wish that we all come together. Despite the differences that we may have, religious differences, tribal differences. And in Kenya, we are lucky because God has given us a lot of, tuko makabila almost 42 plus. And God had a purpose why he placed us in Kenya with 42 plus tribes. Kusudi ni kwamba hawa wanaleta hii, hawa wanaleta hii, hawa wanaleta hii, na wote tunaungana pamoja kama taifa. It is a unique nation. Ukienda nchi jingine utapata only 2 tribes. Lakini sisi tumebarikiwa rais wetu kuwa na 42. Kwamba tukaweze kutembea pamoja kama taifa, and together we can be able to achieve more if we move in unity. There are things that bring this unity in the church, in the government, in our working place. And the Bible says the Lord detests, yani Mungu anachukia mambo kama hayo. Mambo ambayo anachukiza Mungu, mambo ambayo hayaleti umoja. Ukisoma katika Proverbs chapter number 6 verse 16, na tusikie mambo ambayo yanachukiza Mungu katika nchi. Ni haya mambo masita, na naongezea kuwa 7. In Proverbs chapter number 6 verse 16, there are 6 things. There are 6 things that the Lord hates. Machukizo ya Mungu. Nimesema mwanzo kwamba umoja unapendeza Mungu na unamfurahisha Mungu. Lakini mambo haya nayo yanamchukiza Mungu. There are 6 things that the Lord hates. Anasema 7 that are detestable before the Lord. Haughty eyes. Macho ya kiburi. That is number 1. Haughty eyes, a lying tongue. Unajua, when you keep on giving people lies, it is unpleasant to the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo number 1 tumesema macho ya kiburi. Number 2 tunasema number 2 on the same scripture, that is verse 16. This is what it says. Number 2. A lying tongue, ulimi unaosema uongo. Uongo. Number 3 is hands that shed innocent blood. Number 4, a heart that devises wicked schemes. Another one is feet that are quick to rush into evil. Miguu ambayo iko rahisi kukimbia mahala ambapo kuna ubaya. Haya ndio mambo ambayo Mungu anachukia. Na mambo hayo yote hayaleti umoja. Then the other point that the Bible says, a false witness. Shahidi wa uongo. Kwa hivyo wewe ukiwa shahidi wa uongo, hausaidii kuleta umoja wa watu. A false witness who pours. Biblia inasema kwamba anamwaga. Who pours lies. Kuna watu wengine wako na gift ya kusema uongo every time. It is detestable before the Lord. The following point is and a person who stirs conflict. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye analeta hali ya kutoelewana. Kwa hivyo kuna mambo ambayo yanampendeza Mungu na kuna mambo ambayo yanachukiza Mungu. Today, purpose that you please God. Today, purpose that you follow the footsteps of God as we pray for this nation. Tunaomba kwamba tutembee katika njia ambazo zinampendeza Mungu na jina la Mungu litainuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tungependa kama kanisa tutembee kwa umoja. Tungependa kama serikali, despite the fact that we are diverse, let us learn to accommodate divergent issues. Let us bring our issues together. Let us not personalize. Let us not tusiseme tuanze kupigana. Tuweke mawazo hayo yote pamoja na tuseme which way can we be able to go as a nation. Bwana wabariki sana. Bwana watunze sana. Asante, na kwa sababu ya muda
ningependa tusimame na tukaweze kuomba kama unaweza. Basi tutulie na tukaweze kuomba. Baba wetu, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Umesababisha sisi wote kuja hapa ili kukuweza kukuabudu. Na Bwana tunasema asante. Tunasema uhimidiwe na upewe sifa. Asante kwa sababu ya umoja huu ambao Bwana umeanzisha katika mji huu. Asante kwa sababu hata ya serikali yetu. Tunaomba kwamba tutakuwa na umoja, tutakuwa na amani kwa sababu inakupendeza. Kwamba tunaposemezana, tunapotembea, tutembee kwa umoja ili jina lako liinuliwe. Kwa sababu neno lako linasema tukitembea kwa umoja, kitu cha kwanza kwamba kinakufurahisha wewe na ni kitu chema mbele za macho yako. Kwa hivyo kama kanisa tunaomba umoja wa taifa, tunaomba umoja wa familia, hata familia ambazo zimesambaratika. Bwana, tuma Roho wako Mtakatifu akaweze kuzileta pamoja, kwa sababu kanisa la leo linaanzia katika familia. Tunaomba baraka zako, tunaomba neema yako kwamba ikaweze kutulia katika maishani mwetu, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba hata na kuamini. Amen. Bwana wabariki sana. Thank you.